Kama watu hawakutaki kwenye maisha yao, basi usiwalazimishe wakutake. Kama watu wanaona hauna umuhimu kwenye maisha yao, basi usiwalazimishe wakuone una umuhimu. Unajua, kwenye haya maisha watu wamegawanyika katika pande kuu mbili. Kuna upande ambao wanakuona wewe hauna umuhimu kabisa. Kuna watu ambao wanakuona wewe ni kama punguani, ujielewi kwenye maisha yao. Lakini kuna watu wakikutizama wanaona wewe ni almasi. Kuna watu wakikutizama wanaona wewe ni dhahabu. Wewe ni wa muhimu sana kwao. Ndugu yangu, usilazimishe kukubalika kwa watu. Usilazimisha ni kuonekana wewe una maana sana kwenye maisha ya watu. Kwa sababu kadri unavyojilazimisha, kadri unavyowafanya, unavyowaforce wakuone wewe ni wa maana, ndivyo unavyojichelewesha kwenye safari yako ya maisha. Unanipata ndugu yangu? Yaani usilazimishe awe mtu wako wa karibu, asiwe mtu wako wa karibu. Usilazimishe uonekane wewe ni wa maana. Kipindi namaliza darasa la 7, zamani hizo kutoboa darasa la 7 ilikuwa ni kazi sana. Nilifeli darasa la 7. Lakini kulikuwa kuna option ya kusoma upande wa pili, sio lazima ufaulu. Kwa nilikuwa namforce mzee wangu kwamba nipeleke shule. Lakini siku moja alinipa jibu moja, babu kubwa, akaniambia siwezi nikakusomesha kwa sababu hauna akili. Nilitafakari sana hiyo kauli. By that time nilikuwa na miaka kama 16 hivi, lakini nikatafakari sana kwamba inawezekana kweli mimi nikawa sina akili. Hebu ngojea tu nitembee na hiyo kauli kwamba mimi sina akili. Kwa hiyo sikuwahi kumlazimisha tena habari ya kwamba naomba unipeleke shule, nikaachana nayo. Nikaendelea na harakati nyingine, nikajifunza mambo mengine, nikawa busy na maisha yangu mengine kwa sababu nilishaona kwa mzazi huko msaada haupo. Miaka 10 mbele niliamua kusoma mimi mwenyewe, lakini kwa sababu sikuwa na hela, hali ilikuwa ni ngumu mno. Lakini alitokea mtu ambaye aliamua kunishika mkono. Just imagine, mtu sio ndugu yangu, yani sina uhusiano wowote na yeye, lakini alitazama ndani yangu akaona kabisa huyu dogo ana kitu cha muhimu sana. Ana kitu, huyu dogo amekosa tu mtu wa kumshika mkono. Bwana akaamua kunishika mkono. Sisi nikwambieje, sasa hivi nina mabeti yamekaa ndani na kula tu posho mzee. Umeshaona? Mzee mzazi wangu sasa hivi anashangaa tu, mwanangu kashatoboa vidato. Kasomaje? Hamjui hata aliyenisomesha. Lakini ndio hivyo. Sasa nakupa mfano, sio kama kuna mtu hapa namsema, hapana. Na kuonesha tu kwamba ni jinsi gani usilazimishe kukubalika. Kama mtu akikuona wewe hauna akili, basi na wewe kubali tu kwamba hauna akili, afu endelea na mambo yako mengine. Umeshasikia? Mtu akikuhesabu kwamba wewe haujelewi, hauna msaada kwenye maisha yake, basi na wewe jihesabu hivyo hivyo kwamba hauna msaada. Usilazimishe, iwe mapenzi, iwe kazi, iwe nini, yani kwamba mpenzi wako anakuona wewe hauna thamani kwenye maisha yake, basi na wewe toa hiyo thamani, endelea na maisha yako mengine, kwa sababu utampata ambaye ataona una thamani kwenye maisha yake. Yani tafsiri ipo rahisi mno. Hata ukisoma kwenye maandiko, Yesu wakati anawaagiza wanafunzi wake wakahubiri Injili, aliwaambia hivi: mtakapoingia katika mji kupeleka neno na wasipowapokea vizuri, cha kufanya kung'uteni miguu yenu, tembeeni mbele, ondokeni. Shaelewa hiyo? Sasa kama ufalme wa Mungu wenyewe unajua kabisa hutakiwi kujipendekeza, hautakiwi kujilazimisha kukubalika. Mtu akikuona punguani, kuwa punguani. Mtu akikuona chizi, kuwa chizi. Mtu akikuona hauna umuhimu, basi pia jifanye una umuhimu. Uendelea na maisha yako. Watu waliofanikiwa ndio wanatembea hivyo. Hakuna kujilazimisha. Kataa kulazimisha kukubalika kwa watu. Kataa kujipendekeza mzee. Dada, kaka, kataa. Hakuna kujipendekeza kwenye maisha ya watu sasa hivi. Maisha ni ya kwako wewe. Jikubali wewe mwenyewe. Kubali moyo wako, kubali roho yako, kubali aso zako mzee. Kubali mawazo yako. Hiyo ndio point ya msingi kabisa. Mtu akikwambia mawazo yako ya kifala, kubali tu, ila wewe amini mawazo yako. Mtu akikwambia wewe sijui hauna muonekano mzuri, kubaliana naye tu, alafu ile amini muonekano wako. Kwa leo naishia hapa. Bye bye.